Mwaniaji wa rais kwa tiketi ya chama cha Jubilee na aliyekuwa waziri wa elimu Daktari Fred Matiang'i ametetea utekelezaji wa mtaala wa CBC akisema haukubuniwa wakati wa Rais Uhuru Kenyatta bali ulitokana na dira ya maendeleo ya Vision 2030 chini ya Rais Mwai Kibaki. Ameikosoa vikali serikali ya Rais Ruto kwa kuondoa mfumo wa NEMIS akidai ulikuwa muhimu kufuatilia wanafunzi na kugawa fedha za ruzuku kwa usahihi, akisema kuondolewa kwa NEMIS kulichochewa na ufisadi. Mwandishi wetu Diana Muhwana huyu hapa na undani wa taarifa hii. Hizo shule zote capitation haijaingia. Akiongea na kituo kimoja cha habari humu nchini, Matiang'i amesema matatizo yanayoikumba CBC sasa ikijulikana kama CBE hayatokani na sera yenyewe bali utekelezaji mbaya wa serikali ya Kenya Kwanza, huku akiongeza wazo la kufanya tathmini za kila mwaka kwa msingi wa ushahidi na ushirikishwaji wa walimu, wazazi na wadau wengine. Matiang'i aidha ametaja changamoto kama kucheleweshwa kwa mgao wa fedha za elimu, gharama kubwa za masomo na sare, pamoja na wanafunzi kusomea shule za mbali, akihoji kuwa matatizo haya yanaonyesha ukosefu wa mipango na uongozi dhabiti katika sekta ya elimu. Kwa hivyo kulikuwa na shida hiyo ya kuwaweka watoto katika shule zinazofaa. Uingie tena kwa hizo shule zote, capitation haijaingia. Kama quarter 1 and 2 ya capitation haikutolewa, walimu wakawa na madeni karibu 53 billion ama 54 billion hapo. Hata ukitoa capitation, ukitoa hapo 53 and so on, walimu wanaenda kulipa madeni ya quarter 1 na quarter 2. Kwa upande wake waziri wa elimu Julius Ogamba, serikali imetoa onyo kali kwa shule zinazokiuka agizo la rais la kuwapokea wanafunzi wa gredi ya 10 bila sare au karo. Ogamba amesema wakuu wa shule watakaobainika kuwafukuza wanafunzi kwa kukosa karo au sare watachukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwemo kufutwa kazi mara moja. Waziri huyo amedokeza kuwa serikali tayari imetoa mgao wa fedha za elimu, akisisitiza kuwa wanafunzi wachache wasiolipa karo hawawezi kuadhiri uendeshaji wa shule, na kuhoji kuwa Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na TSC tayari imeanza kukusanya taarifa kutoka mashinani kubaini shule zinazokiuka agizo hilo. So the principals need to support the directive of the government, and we are working with the TSC, and from today data is being collected in the field. Amefafanua kuwa shilingi bilioni 4.4 zilitolewa Januari tarehe 2, ikiwa ni 50% ya mgao wa mwaka kwa kila mwanafunzi, huku salio likitolewa kwa awamu ili kuhakikisha kuwa hakuna mwanafunzi anafeli kuendelea na masomo yake nchini. Nikiripotia Mwanga wa MBCI Radio, jina langu ni Diana Muhwana. Na mshukrani sana Diana Muhwana kwa taarifa hiyo. Mpenzi msikilizaji, kumbuka ni taarifa za Mwanga wa MBCI unazoendelea kupokea moja kwa moja kupitia MBCI Radio. Unasikiliza Mwanga wa MBCI Radio, matukio ya hivi punde hapa nchini na kimataifa.